utaniletea? Sabuni yenyewe pia haitoshi. Kwa hiyo Tausi, mke wangu, tutafute mboga au sabuni? Mboga bila chakula? Unga wenyewe uliisha jana ambani, mume wangu. Unajua ulinua kilo 3 tu. Huo uji asubuhi, kisha mchana na usiku pia. Umeisha. Unaweza kaniacha niende kidogo, mke wangu? Kijiweni Ni sehemu gani nyingine ya kupata madili, mke wangu? Kikubwa natoka. Riziki itapatikana tu, mke wangu. Vumilia. Yaani mimi siyapendi hayo maisha ya kijiweni, mume wangu. Hivi hujagundua kwamba huo ndo umaskini wetu? Nategemea madili, Tausi, mke wangu. Leo nishike hapa, kesho nishike pale. Unapotaka nifanye kazi za ofisini, kwa elimu gani nilionayo? Hebu nivumilie kidogo, taa yote yataisha. Hayawezi kuisha bila kuchukua hatua, mume wangu. Kabisa hawezi kuisha bila kuchukua hatua. Hilo mume wangu sisemi. Hiyo ndo kauli. Mbea mtaa amefika leo, kazi tunayo. Kwa hiyo kumbe nyie leo mlikuwa hamna chakula wala mboga. Unga ulikuwa kilo 3 na umeisha. Bita, nakwambia nikisikia hizo taarifa sehemu nyingine yoyote na kuua. Unaona utazisikia, nakwambia kabisa, Mungu vile utazisikia. Mimi nakutangaza mji wote. Hana hela chakula wala mboga. Mume wake anakaa kijiweni tu jamani, Alafu ana maji bila sabuni, mnamjua nani? Huku! Oya wanangu, kila mtu kashapata chake. Imebakia imia mgawaji. Sikia wewe Sudi, hapa haki sawa. Hiyo 100 lazima igawiwe, au kama wewe waiona ndogo, igawe 50 kwa 50. Tupe mimi na Mateo. Yaani kuna muda mwingine ndugu zangu mnabidi muone huruma. Shafahamu, nimetoka hapa paka kwa Gude. Nimeenda kutafuta change. Yaani mpaka hii 100 mnaimind. Au kama mwanangu. Sudi, hapa mna cha msamaha baba. Hiyo 100 zinunuliwe pipi tugawane. Oya, washikaji vipi? Mbona kama kuna vurumaya hapa? Umekosa dili. Wewe unalala sana babu. Mme wa mtu huyu, asubuhi kabla ya kutoka lazima petiwe. Nyie hamjui tu. Nyie hamjui. Sikia nikwambie ambani. Alipita hapa mdosi na ndenga yake. Mara papu ngome kafanyaje? Ngome kakaa. Akaenda kumwita fundi. Sisi tukalinda na wanangu hapa mpaka alipokuja fundi chuma kanyanyuka, jamaa katatua na mteni. Shafahamu, ndio iko hivyo. Da. Tatizo na wala sana. Oya, washikaji. Yacheni basi hata buku, shemeji yenu imemwacha vibaya kinoma huko nyumbani. Umechelewa kazi, umechelewa mgao. Labda tukupe 100 iliyobaki. Sasa hiyo 100 bora umpe ambani. Au unasemaje? Mambo gani nyie bwana? Mbona unazingua rafiki yangu? Ishu nini unatuletea habari za ajabu? Rafiki yangu tumetulia unatuletea mimi. Unarusha steam bana. Watu nawaza mbali. Unajua nini? Unajua tangu tumefika hapa kuna dili lote lilojitokeza Maisha yamekuwa magumu kupita kiasi. Nina ushauri mmoja. Kwa nini tusiandike bango kubwa? Tukaandika chochote ambacho tunataka sisi. Alafu tukaliweka ili tupate madili.
Sasa kwenye hilo bango tunaandika nini? Tunatafuta madili au madili yasitupite? Sikieni, tunaweza tukaandika madalali wanapatikana hapa, wa vyumba, nyumba, viwanja, mashamba, hata mabomba, vyote ambavyo tuna uwezo navyo tunaandika. Ambani, ukisikia utapeli ndio huo. Kwa mfano ndo sasa hivi kaja mteja anataka chumba, tuachane na viwanja, si vitu gani, tuachane chumba. Haya, kuna nyumba gani ambayo sisi tunaifahamu ambayo haina mpangaji? Ila kweli hii yote sababu ya serikali. Yaani viongozi wao wamekaa tu wanakula, wamekaa wametulia. Sisi vijana huku mtaani sasa ndio tunasurubika, hatuna ajira, hatuna kazi, maisha magumu. Fanyaje? Sasa hicho ndicho mimi binafsi kinanifanya nisipige kula, ndio maana ikaitwa kula. Yaani unawapa wao kula. Tizama sasa, nani anayeteseka na nani anayekula vizuri? Aidan, wewe umechelewa kutambua kwenye hii dunia kuna nchi watu hawafanyi kazi, umeelewa vizuri, lakini ikifika mwisho wa mwezi wanavuta mishahara, umeelewa? Kwetu sasa sisi nchi na kila kitu, ina mbuga, umeelewa vizuri, ina migodi, ina mali asili, lakini sisi wananchi tunapata tabu. Sasa ndo mzitumie hizo mali asili kutafuta pesa, sio mmekaa tu kijiweni kazi yenu kudanganyana. Sasa shemu, tutazitumiaje hizo mali asili? Kila tunapogusa kibali mara kodi, utafanyaje? Wewe nao unaongea, mtaa mzima wanajua kama wewe umeondoka nyumbani umekuja kukaa kijiweni. Mkeo nyumbani huko hana cha kupika, anafua nguo bila sabuni, unga ulionunua kilo 3 wote umeisha, afu ndio kubishana na mimi. Bita cha umbea. Mtamuua mimi nasema huyu. Siku zote mbea huwa anasema mambo ya kweli, japokuwa tu haya mmusu. Hebu achana na hayo na wewe. Njoo huku. Kwa nini umekuja hapa sasa? Sikiliza Idani, sina bando, sina hela ya kula, sina makeup, afu umekaa tu kijiweni, unategemea mimi nifanye nini? Madili yamepungua Mwajei, mpenzi wangu, lakini hata hivyo si ungepiga simu tu. Simekwambia sina bando, uelewi au? Okay. Shika hii 2300 tangulia nayo, nyingine nitakuletea baadaye. Hela hii mimi kweli? Nimekwambia chukua hii kwanza, nenda nyumbani nitakuja. Yaani wewe una kazi tu kukaa kijiweni, kazi kudanganyana, kazi nataka kufanya, eti madili hamna. Kama madili hamna, si muende mnafate huko alipo. Wapi sasa Mwajei wangu? Sikia, ukiendelea na hiyo tabia yako nitakuacha. Yaani huyu Mwajei huyu asingekuwa shemeji yangu leo ningemtandika huyu. Lakini poa, nitakaye nitafuta ni Bitha. Ndio mbea wa mtaa yule. Mimi nitamuumiza yule. Kaka vipi? Bwana shemeji ameondoka kakasirika sana. Umemzingua? Amesema ataniacha nisipomtimizia mahitaji yake. Huyu demu atakutia uchizi. Mashine yako wapi yani mpaka wangeke na mademu rafiki yangu? Nani tena anataka kunipata kuongea jamani, kola kulimekauka. Ni wewe? Nilichosahau kutembea nacho hapa ni kisu peke yake. Lakini sio mbaya, nitakunyonga kwa mikono yangu leo. Utaniua bure amani. Nipe sababu. Aliyekwambia kutangaza eneo ni Yusuf nani? Sababu nilisikia. Hakuna sababu nyingine. Unajua wewe ni mpumbavu sana. Kwa hiyo kile utakachokisikia unaenda kutangaza hata kama kikuhusu. Sasa nafikiri nitafanya nini la zaidi?
Hapa kwenye nikipona tu mtaa mzima Mungu atajua kama umenikaba kwa sababu ya kuongea ukweli wako. Usiniue, watu watakosa vitu muhimu. Alafu nini vitu muhimu mbele wako? Nisikilize kwa makini. Kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho kuongea vitu vyangu vinavyonihusu. Wala siwezi kwa kweli, nisikudanganye. Uweze mpuuze. Kwanza unachelewesha tu mkubwa. Takunasa tu mpuuzwe. Bado na mimi naenda kusema dunia nzima leo itajua kama nimeponea kwenye kifo. Nasema Aidan, vipi? Kama unavyoona. Vipi hapa, mbona uko peke yako? Mimi mwenyewe nilienda kumwona shemeji yako, narudi hapo washikaji hawapo. Labda amepata dili. Ukisikia sikia mkosi ndo kama hii. Ukiwepo hapa madili hakuna, ukiondoka madili ndio yanapatikana. Oya Aidan, dili lile pale. Dili. Mama, pole sana. Mbona mzigo mzito hivi bila msaada wote? Ilikuwa ni mazoezi tu. Mazoezi? Daktari kaniambia nifanye kazi kama mazoezi, lakini sasa basi, naweza nikapata toroli hapa? Toroli? Ngoja nikatafute, nakuja sasa hivi. Ambani, sasa hilo toroli naenda kulitafutia wapi? Basi hata mwenyewe najua basi. Kwani mama, shida yako si ni mzigo ufike unakoenda? Sasa ningekuwa sitaki ufike, si ningewacha hapa mimi nikaondoka zangu. Basi sawa, mimi na rafiki yangu tutakubebea mzigo huu na kufikishia hadi unakoenda. Mzigo huu watu wawili, sitakuwa gharama kubwa? Sio hata gharama kubwa. Wewe utatupa pesa yote ambayo unayo. Shida yako si ufike? Ufike tu. Basi hamna shida. Aidan, chukua hiyo basi. Mbona miayo hivyo? Inamaanisha nini? Najua hiyo miayo hiyo inamaanisha njaa ni kali. Ndio? Fanya hivi hapa, nenda kanunue samaki uje upike ugali. Mimi nitaenda kijiweni, nitaenda kupambana tena. Nikirudi baadaye najua nitakuta ugali tayari. Sikia mme wangu Ambani, kazi zako za kijiweni kuna siku unapata, siku unakosa. Tena unazokosa ni nyingi zaidi ya hizo unazopata. Hii inapelekea maisha yetu kuwa magumu zaidi mme wangu. Tausi, mke wangu, hivyo unafikiri mimi sina elimu? Nafikiri nitafanya kazi gani zaidi? Kabla ya elimu kuna akili na maarifa. Pia huna? Kwa kama unatukana sasa. Sikia, wewe nenda kwanza katafute pesa nyingine. Hii nitaiweka. Sitanunua unga wala samaki.
Tausi, mke wangu, wewe utakufa na njaa wewe. Unapiga miayo hivyo afu unasema ununui unga wala ununui samaki. Na usiporudi na pesa, jua tutalanja ya kweli. Tausi, pesa siyo jamani. Hatuwezi kutegemea kijiwe kila siku. Maisha ya vijana wengi hupotelea hapo. Lazima tufanye kitu. Tufanye kitu kwa shilingi 7,000. Hii 7,000 hii ndio jasho lako, ndio riziki yetu mme wangu, ndio chanzo cha matarajio mapya. Kila siku tukizitumia tu bila malengo, eti kutaraji kupata nyingi zaidi, tutapotea. Ya leo umeujiza mke wangu. Haya, leo utatunza shilingi 7,000. Kesho nimeenda kutafuta, nimekuja hapa nimekosa. Au nimerudi na buku. Itakuwaje? Huu ni mwaka wa 3 tangu unioe. Kila siku ni kijiwe na wewe. Uongezi hata maarifa mapya. Ulikuwa handsome mume wangu. Ona sasa ulivyochakaa. Hebu nenda katafute pesa huko, hakuna chakula hapa. Shazeka ni. Yaani pesa ipo na nakwambia sipiki, eti katafute pesa nyingine, wakati najua maisha yetu sisi hapa kijiweni ni sawa na kubeti tu. Usinikumbushe kabisa kubeti. Yaani kila nikibeti pesa yangu anaila. Tazama sasa, nimechagua timu kubwa tu. Cha ajabu timu moja imenichania mkeka. Ni bora pesa yangu ningeila. We nawe, si naongea vitu vya maana, nazungumzia kubeti. Kamari ina maana. Katika watu milioni 1 ashinda mtu mmoja tu. Na wewe kama ungekuwa na bahati hiyo, usingekuja kushinda kijiweni hapa. Wewe vipi bwana? Alafu ndugu yangu nikwambie, wewe mwanamke wako anachanga pesa, anataka kuondoka kwao. Ameshindwa maisha magumu. Imeisha hiyo. Kwa hiyo mnamaanisha naachwa, si ndio? Akimaliza wiki kwako. Dar es Salaam hii inageuka msitu. Lakini amenivumilia ndani ya miaka 3 ujue. Issue sio kuvumilia miaka 3, bali kuvumilia miaka 3 isiyokuwa na mafanikio. Mwanamke anapokuwa na mwanaume huwa anategemea muda wote atatoboa. Ikitokea hajatoboa, yule anaotambawa. Mwanangu, humu kuna mechi kama 10 za uhakika. Nikipata buku nazibetia. Lazima niwe milionea wanangu, amini nawaambia. We bwana na wewe. Yaani licha kuliwa kote huko, bado tu na akili ya kubeti. Tausi, unafanya nini? Hiki ndicho kitu ambacho anatakiwa kwenda nacho kijiweni. Mimi niuze karanga. Utakuwa na stuli pamoja na sinia pia. Unajua nini? Unapokwenda kutafuta pesa, lazima uwe na kitu ambacho kitasababisha pesa zikutafute pia. Sio tu kukaa kijiweni kusubiri bahati nasibu. Tausi, mke wangu,
Mimi siuzi karanga. Kama tutabishana kwa hili, basi jua muda wa mimi kuwa na wewe utakuwa umekwisha. Maisha sio bahati nasibu. Kukaa tu kijiweni kusubiri dili ambalo hujui kama litakuja au la. Si bora uwe na biashara hata kama ni ndogo, eh? Lazima ufanye kazi, mume wangu Ambani. Kuna muda mwingine kuna vitu vinachanganya na vinakosesha amani. Yaani haiwezekani mtu anaamka asubuhi, yaani asubuhi anaamka, afu anaanza kukaanga karanga zake, anataka mimi ndio nikaziuze. Hii si dharau hii. Kaka, mkiwa anatafuta gia ya kuondoka tu, hana lolote hapo. Yaani kabisa hivi jamani. Mimi niuze karanga kweli? Kwa hiyo watu wakipita, wewe muuza karanga wewe, wewe muuza karanga wewe. Jamani, hii ni sawa kweli jamani? Hii ni sawa kweli? Mkeo amechoshwa na habari za kukaa kijiweni. Hii sehemu ya mabachela. Watu mnajitawauni afu mnakimbilia kwenda kuoa mara kumiliki mademu. Wakati unajua fika kabisa sehemu hii ukipata leo basi kupata tena kesho kutwa. Aidani, hii haihusiani. Mimi ninachochukia ni kuuza hizo karanga zake, kitu ambacho mkijui. Aya bwana, mimi nampenda sana Tausi. Nampenda? Yaani bahati yako umesema unampenda. Da, mbea wa mtaa ishafika hapa. Yaani natamani ungesema umpendi ili taarifa zangu ziwe nzuri, lakini hata hivyo nimepata la kusema. Naenda kuambia mtaa wote uko mkeo anakulazimisha uze karanga. Wewe nakwambia nitakuua wewe. Naenda kutoa taarifa. Mbavu nini? Hivi unajua mbea anazingua. Yaani yote yakataka Tausi mke wangu. Mwanangu, mkeka wangu huu wa uhakika. Mimi nisipotusua sijui. Sudi. Wewe hivi babu, tunaongea mambo ya maana, unaongea masuala ya kubeti. Tangu umebeti unaliwa. Kila siku unaliwa visenti vyako. Sisi wote hapa ni maskini, lakini kwambia ndugu yangu wewe unakoelekea unaenda kufa fukara. Achana naye huyo. Wakati mwingine anakuwa hana maana. Tausi naye. Yaani akili yake inavyomtuma anahisi labda kazi za mafanikio zipo kwa maskini. Shem naye anazingua. Hakuna mafanikio kwa kuuza karanga. Hakuna mafanikio kwa kukaa kijiweni. Hifadhi hiyo akilini mwako. Mafanikio huja kwa kujishughulisha. Da, nimeyakoroga. Tausi mke wangu, kwa nini sasa umekuja huku? Nimekwambia utauza karanga Ambani. Kama hutaki biashara hii, tafuta kazi ya kufanya. Sio kukaa hapo kijiweni bila kazi ya kufanya. Dada, habari? Karibu. Karanga shilingi ngapi? 200. Asante. Hivi ndivyo pesa inavyotafutwa. Habari ya saizi mtoto mzuri? Salama. Karibu. Asante sana. Karanga bei gani? 200.
Wewe mtoto mzuri sana. Asante. Alafu unasema asante. Sasa mimi ningemjibu nini jamani? Ndio mwanaume amekusifia, kwani hujamsikia? Ndio mimi mzuri. Si ndio maana ukanioa. Kama hutaki nisifiwe, njoo uze wewe. Kaka muuza karanga, shikamo. Haya ndio mimi siataki mimi haya. Mwanangu Mateo. Nakwaje? Fresh mwanangu. Makao. Mwanangu Ambani. Ambie. Vipi mzee? Makao. Naona sana. Ashem. Poa. Vipi mwanangu? Mbona kijiwe kimepoa hivi? Sudi wapi? Nani? Sudi? Unajua mambo yake ya kubeti haya? Mkeka umechanika. Katoka paka vurugu ile mbaya mwanangu. We, usiniambie. Mwanangu. Ni hapa sielewi. Waya mkali na njaa kinoma. Mwenye kuna linalosoma hapa. Sielewi yani ile issue ovyo kabisa. Sema. Shemwe. Fanya angao karungu bwana shemeji yangu. Wewe unayo? Shem, basi tukopesha la karanga mbili. Rudisha hela. Katafute kazi ufanye. Unaweza kubeba? Fanya kazi kwa malengo na uweke akiba. Mshikaji kauza karanga tu kama masiala vile, kisha toboa. Kweli mimi siamini. Nimewekeza pesa zangu zote kwenye kubeti, nikiwa nategemea nitatajirika. Tazama sasa nilipofulia. Si bora pesa zangu niwekeza kwenye biashara. Kweli nimeamini mafanikio yanakuja kwa kuhangaika. Ambani sasa hivi yuko dukani, akitoka anatoka na pikipiki yake, wala atoki jasho. Ila na sisi wazembe wa wazi wazi kabisa yani. Kwa nini tusishughulishe? Tupo tu kama mazuzu yani. Yaani kama na sisi tungeungana na Ambani toka mwanzo, tungekuwa tushatoboa. Hii njaa tumeitaka wenyewe. Sasa unaenda wapi? Na kwenda kufanya vitendo. Haijalishi ni mkokoteni au maji ya kufunga. Lazima nifanikiwe.
Fundi mikeka, subiri kwanza. Bora tu umekuja mwanangu. Hem, nipe chenchi ya Msimbazi kwanza. Umetimia au si? Bado bana. Nanili. Akiachu kitu hapa mzee. Nipe beseni langu. Lakini jamani, kiukweli tulikuwa tunapoteza muda sana kukaa kijiweni pale. Sasa hivi sio maisha yanaenda. Ila wanangu, tuache kucheza kamari kabisa mwanangu. Unaweza kujikuta unauza mpaka nguo zako za ndani. Si umeona sasa tunafanya kazi. Unafanya kazi, unafanya kitu cha msingi. Ndio maana mimi siwashauri kabisa vijana kucheza kamari, kwa sababu pesa zinapatikana kwa kufanya kazi, si ndio? Ni kweli Ambani rafiki yangu, najituma sana, lakini cha ajabu sifikii mafanikio kama ulionayo wewe. Ndo nimekuja hapa unipe ujanja nami niweze kumiliki pikipiki. Aidani, wewe unaingiza wastani wa shilingi ngapi kwa siku? Huwa naingiza 13,000 hadi 16,000 kwa siku. Vizuri. Unapangaje matumizi yako? Nikisha mnunulia shemeji yako bando la internet na vipodozi vyake, huwa hakuna matumizi mengine ambayo tunayafanya zaidi ya kula tu. Si unajua tena mambo ya wanawake. Sawa. Unakumbuka kijiweni ulikuwa unaingiza shilingi ngapi kwa siku? Ambani, umesahau? Kijiweni nilikuwa na garantia ya kukosa. Nikiingiza sana 1,500, 2,000 na ilikuwa izidi hata 4,000. Sasa sikiza rafiki yangu nikwambie. Fanya kazi kwa malengo. Punguza matumizi alafu weka akiba. Hata kwa hela ndogo. Wakati naanza biashara na shemeji yako, hakutaka bando wala vipodozi. Tulivumilia kwa mwaka mzima, tulikula vile vile tulivyovizoea, tulizingatia tu mlo kamili. Na tulizingatia uwekaji wa akiba kwa kufungua akaunti benki. Tulianza kuweka shilingi 7,000 kila siku kwa muda miezi 3. Msingi ukaongezeka, tukawa tunaweka shilingi 14,000 kwa kila siku ndani ya miezi 3. Basi msingi ukazidi kukua, tukawa tunaweka shilingi 23,000 kwa kila siku ndani ya miezi 3. Sisi bwana tuligawa misimu ya biashara, na kwa kila msimu tuliupa siku 90, ikiwa na maana ya miezi 3. Na kila msimu mpya tulifanya kazi kwa bidii zaidi ya msimu uliopita. Msingi ukaongezeka tena, sasa tukawa tunaweza kuhifadhi shilingi 35,000 kwa kila siku ndani ya miezi 3. Mpaka hapo tukawa tumeweza kuhifadhi jumla ya shilingi milioni 7,110,000. Na hapo sasa ndipo tulishauriana na kukubaliana kufungua hili duka. Baada ya mwezi mmoja tu tukanunua pikipiki kwa mtu ili tusaidie kuleta bidhaa za dukani. Sikia mdogo wangu, ili mfanikiwe lazima mshirikiane, muwe na lengo hili moja. Pia punguzeni matumizi yasiyo na lazima. 3, fanyeni kazi kwa bidii na muweka akiba. Na hata kama mtakuwa mmejipunja kwenye chakula chenu, hakikisheni chakula kinakuwa kamili, chenye virutubisho vya kutosha, kwa sababu mnazilinda afya zenu, na afya ndio msingi wa utafutaji wenu. Umeniongeza kitu Ambani. Mimi nilizani kufanya kazi pekee kunatosha kuleta mafanikio ninayoyawaza. Je, mnaweka malengo ya muda gani? Mwaka mmoja kama sisi? Baada ya hapo mtakuja kutushukuru.
Nimesikia kila kitu. Kumbe umbea mtaa alikuwa hapa. Ila katika siku zangu zote nilizosambaza umbea, leo ndo nimepata umbea wa faida. Hii sio siri tena, kila mtu atajua na kwenda kuambia kuwa ukitaka mafanikio ufanye kazi kwa kujituma na uweke akiba.